Bwana Yesu asifiwe, ndugu wapendwa katika Bwana. Kwa majina yangu naitwa Restuta alimaarufu Furaha Family Band, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Niko mahali hapa kwa ajili ya kuwaletea habari njema, habari za matumaini. Mimi ni mhubiri mkubwa wa Injili, ninamhubiri Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kupitia Injili nimeona watu wakifunguliwa, watu wakitoka kwenye huzuni na kutoka kwenye tabu na kwenye misiba iliyowasumbua. Na ndio maana niko mahali hapa kama wakili wa Kristo. Niko mahali hapa kama wakili wa Kristo. Ninamwakilisha Yesu katika mahali hapa kwenye dunia hii iliyojaa uharibifu na uovu mwingi. Yesu amenituma kwako nikuletee habari njema, habari ya neema, habari ya matumaini, habari ya uzima. Ukimpata Yesu umempata ukuu wa uzima. Natoka katika kanisa la Tabernacle Gospel Church International, Mkuyuni, almaarufu TGCI Mkuyuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa njia ya mtandao nimewaletea habari hii, na kila mmoja atakapotazama na kuiangalia atafurahi, kwa sababu Yesu anamhitaji na anampenda. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Niko kuleta habari ambayo mwanadamu anapoisikia inampa furaha moyoni mwake. Kwa sababu Mungu alimpenda mwanadamu na akamtoa Yesu Kristo mwana wa pekee, ili kwamba kila mtu atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na kwa kusudi hilo Mungu alimdhihirisha Yesu ili azivunje kazi za shetani. Yesu kazi yake iliyopomleta duniani ni kuvunja kazi za ibilisi, ni kuvunja kazi za shetani. Kazi za shetani moja yakiwemo magonjwa, mateso, umaskini, utasa, ugumba na magonjwa yaliyoshindikana. Kwa madaktari wamejaribu kupima vipimo vingi, lakini hawakuwahi kutatua changamoto ya magonjwa yanayowatesa wanadamu. Lakini kwa sababu Yesu amenituma nilete habari njema zenye matumaini. Kwa watu walio wagonjwa, habari njema, Yesu anaponya. Kwa watu walio maskini, habari njema, Yesu anatajirisha. Ukimwamini Yesu, umemwamini mkuu wa uzima. Umemwamini mtu anayefanya mafanikio yako yapande viwango vya juu. Ndiyo maana Yesu anasema, na wapenda wale wanipendao. Na Yesu akikupenda, umependwa na mbingu. Yesu akikushika mkono, Baba aliye hai amekushika mkono. Na tutakwenda kuangalia neno la Mungu kutoka katika maandiko matakatifu, kutoka Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 1. Inasema, tazameni ni pendo la namna gani Baba, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Asubuhi ya leo natamani niseme, tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu yanasema kutoka katika kitabu cha waraka wa Yohana sura ile ya 1 na mstari wa 1. Nitasoma, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Ninaleta habari njema zenye upendo kwa kila mwanadamu. Mwanadamu alitenda dhambi na akapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na mwanadamu alipotenda dhambi, Adamu wa kwanza alipotenda dhambi, Mungu alichukizwa na hicho kitendo. Lakini si kwamba Mungu alimchukia mwanadamu, bali Mungu alichukizwa na ile dhambi iliyotendwa na Adamu. Lakini bado Mungu akawa, kwa sababu anatupenda, akatafuta njia nyingine mbadala.
akaona ni vyema amtoe mwana wake wa pekee ambaye Yesu Kristo mwenyewe aliyebeba dhambi za ulimwengu. Na bado Mungu kwa sababu alitupenda mno, aliweza kutoa mwanae wa pekee ambaye alifanyika kuwa sababu ya mimi na wewe tuokolewe. Na leo tuko mahali hapa kwa sababu tunatembea, tuna uhai, tuna uzima, tuna nguvu, tuna afya kwa sababu ya mtu mmoja, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliyekubali kubeba dhambi za ulimwengu, dhambi za wanadamu. Sisi sote tulipotenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu akaona njia nzuri alipomtoa Yesu mwanae wa pekee, ili kwamba kila mmoja aliye na dhambi aweze kukimbilia kwa Yesu. Yesu ni kimbilio. Yesu ni tumaini. Yesu ni nguvu kwa wasio na nguvu. Yesu ni tumaini kwa wasio kuwa na tumaini. Yesu Kristo anawapenda wanadamu wote. Yesu Kristo anakupenda mama yangu. Yesu Kristo anakupenda baba yangu. Anakupenda hivyo ulivyo. Anakupenda na dhambi zako. Anakupenda na magonjwa yako. Anakupenda na huzuni zako. Kabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Yesu akiingia ndani ya moyo wako, Yesu anaondoa huzuni, Yesu anaondoa magonjwa, Yesu anaondoa mateso, Yesu anaondoa masikitiko, na Yesu anakuweka huru. Unakuwa huru kweli kweli. Muamini Yesu kuwa anakupenda. Wanadamu wamekwambia wanakupenda, lakini upendo wa wanadamu unaisha makaburini. Wanadamu wamesema wanakupenda, lakini wanadamu wanaweza kukupenda na baadaye akakuchukia na akakusimanga, na bado mwanadamu huyo akakuona wa kazi gani. Mwanadamu anapokuona wa kazi gani, Mungu anakuona wewe ni mtu wa thamani. Mungu anakuona wewe ni mtu wa faida. Mungu anakuona wewe ni mtu mkubwa. Mwanadamu anapokunyanyasa, Mungu anaona kuheshimishe. Hivyo ni lazima ukabidhi maisha yako kwa Yesu, kwa sababu Yesu anakupenda. Baba, Yesu anakupenda. Hivyo na dhambi zako, njoo kwa Yesu, ataondoa dhambi. Yesu anaondoa dhambi. Yesu anatatua migogoro. Yesu anatatua changamoto za ndoa. Wanandoa tumedanganyana kwa mambo mengi kwamba mimi nakupenda, lakini ukweli ni kwamba upendo wa wanadamu haudumu kama upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unadumu. Upendo wa Mungu, hata kama utakuwa kaburini, bado upendo wa Mungu utakuzunguka. Hata kama utakuwa futi 6 umezikwa kikweli, kufa kabisa, umekufa na umezikwa, mwanadamu ameshamaliza upendo wake, ameshaondoka kaburini, ameshahama, amerudi na nyumbani, lakini bado Mungu ukiwa kaburini anakupenda, na huyo ndiye mtu pekee tunahitaji tumpe maisha. Salimisha maisha kwa mtu anayekupenda hata kama utakapokuwa kaburini. Salimisha maisha yako baba yangu. Haijalishi umefukuzwa kazini, ukimpata Yesu, Yesu anakupa kazi. Tena kazi ya Yesu ni rahisi, maana amesema kwenye maandiko matakatifu ya kwamba jitieni nira yangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Haleluya, haleluya. Mwanadamu unayenisikiliza, Yesu anakupenda. Mwanadamu unayenisikiliza, Yesu anakujali. Mwanadamu unayenisikiliza, Yesu anakuhitaji. Hivyo ni kukabidhi maisha yako mama, kabidhi kijana maisha yako kwa Yesu anayekupenda. Haijalishi mchumba amekukataa ya kwamba hakutaki, yuko Yesu anayekupenda. Haijalishi mume amekufukuza ya kwamba hakupendi, yuko Yesu anayekupenda. Haijalishi mke amekukataa ya kwamba hakutaki, nataka nikukumbushe, yuko mtu mmoja Yesu anayekupenda. Hivyo ni wewe peke yako kukubali moyo wako, kufungua, kumruhusu Yesu aingie ndani ya moyo wako. Atatatua ndoa yako, atatatua uchumi wako, atatatua kazi yako, atatatua changamoto ya watoto wako, atatatua migogoro ya mashamba. Yamkini wewe kwenye familia yako, yamkini mna migogoro ya mashamba, yuko Yesu anayekupenda. Ataondoa hiyo migogoro, maana ataweka katikati ya migogoro, ataweka upendo katikati ya changamoto,
ataweka upendo katikati ya mateso, ataweka upendo mahala ulipo upendo. Yesu hashindwi na jambo lolote. Haleluya! Barikiwa na Bwana. Barikiwa mama yangu. Barikiwa baba yangu. Barikiwa kijana unanitazama. Barikiwa baba unanitazama. Barikiwa mama unanitazama. Wewe ni wa muhimu kwa Yesu. Wewe ni wa faida kubwa. Yesu anakupenda. Hivyo hivyo ulivyo, Yesu anakupenda. Hivyo hivyo ulivyo, haijalishi umekatishwa tamaa na mambo mangapi, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda mama yangu. Baba yangu, Yesu anakupenda. Haijalishi magumu unayopitia, Yesu alipita kwenye magumu hayo ili wewe uwe na furaha, ili wewe uwe na amani, ili wewe uwe na upendo mwingi. Maana aliyekupenda, upendo wake haujawahi kupungua. Upendo wa Yesu Kristo haujawahi kupungua na hautapungua. Hautapungua milele. Wewe ulimwacha mwanadamu, Yesu ukamweka pembeni, ukaamua kutenda dhambi. Lakini kwa upendo wake, Yesu anakurudia tena. Anasema inuka, jitie nguvu, jivike nguvu, tuendelee mbele. Yesu anakupenda. Hivyo hivyo ulivyo. Wewe umelala guest, unafanya uzinzi na usherati, unafanya machafu yote. Wewe ni jambazi, umeenda kuiba, umeua watu. Lakini kwa upendo wa Mungu, Yesu anasema anakupenda. Hivyo hivyo na ujambazi wako, njoo kwa Yesu. Hivyo hivyo na uzinzi wako, njoo kwa Yesu. Hivyo hivyo na usherati wako, njoo kwa Yesu. Hivyo hivyo toka dhambini kuingia katika raha ya milele. Leo ukimwamini Yesu, kampa maisha yako, hautajutia. Mwamini Yesu. Yesu ni kila kitu. Na leo ukimpa Yesu maisha, kuanzia wewe na familia yako, Bwana anakwenda kukubadilisha wewe na familia yako, wewe na mke wako. Maana akiingia Yesu, hafanyi mzaha kama wewe unavyofanya mzaha kwa shetani. Yeye akiingia amemaanisha kutoa majambazi wote walioko ndani ya moyo wako, kutoa wazinzi wote walioko ndani ya moyo wako, hao waliousonga moyo wako. Yesu anaondoa, anakutenga, anakuingiza kwenye agano la kutofautishwa. Utaitwa mbarikiwa, utaitwa heri, kwa sababu umempata Yesu aliye kimbilio lako, aliye na nguvu ya kutosha. Mwamini tu, yeye anaweza mambo makubwa. Kijana unanitazama, mwamini Yesu. Atabadilisha uteka uliotekwa na ibilisi. Atakuondoa kwenye uteka. Atakuvika heshima. Atakuvika kibali cha kupendwa. Utapendwa na kila sehemu utakaposimama. Bwana atakutambulisha kuwa wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Dada unanisikiliza, binti, shika Yesu, mwamini Yesu, mkamate usimwache. Atakuvusha katika dhoruba unazopitia. Mama unateseka kwenye ndoa, mjane, yatima, yupo baba wa yatima anakupenda. Yupo mume wa wajane anakupenda. Barikiwa. Amen. Asanteni sana watumishi wa Mungu kwa kunisikiliza. Na leo nataka niwakumbushe ninakopatikana. Ninapatikana Mkuyuni katika kanisa zuri. Kanisa lile ukifika utakutana na miujiza mikubwa. Mungu atakufungua. Kanisa lenye miujiza. Kanisa lililojaa upendo mwingi. Mtumishi wa Mungu wetu mzuri akiweka mkono juu yako, Yesu ameweka, na unaondolewa changamoto zote, majaribu yote.
ninapatikana katika kanisa la Tabernacle Gospel Church International Mkuyuni. Unapokuja kanisani kwetu, utapita katika njia barabara ya mawe. Unapofika Mkuyuni, shuka, panda kama unaenda Mahina. Na unapofika soko moja linaitwa Soko Mkulima, tembea kidogo, kwa mbele yake utaona kuna njia mbili, barabara ya vumbi na barabara ya mawe. Kama unaenda katika shule ya msingi Nyakurunduma, shule ya sekondari Nyakurunduma na Mkuyuni, hiyo barabara unapopandisha, utaona katika mkono wako wa kulia kanisa moja kubwa zuri sana, na imezungukwa na miti. Ina utajiri wa miti na ina utajiri wa uzima wa milele. Unapofika mahala pale, utakutana na ukombozi. Bwana atakukomboa kutoka kwenye maagano na maroho machafu shetani aliyokuzungushia. Yesu ataondoa na utakuwa huru kweli kweli. Karibu sana kanisani kwetu. Tunakupenda, na ukifika mahala pale hautajuta. Namba zangu za simu ni 0752 59 90 08. Hizo ni namba zangu za simu. Kwa maombi zaidi na kwa ushauri zaidi, pia hata kama wewe ni tasa, mimi nilikuwa mama mwenzio tasa niliyofungwa tumbo, lakini Yesu nilipompata alifungua tumbo langu. Na wewe ukinipigia, tutaongea zaidi. Ushauri ni bure, bila malipo. Niko pale, napatikana Mkuyuni TGCI. Utanikuta nikiwa pamoja na mtumishi wa Mungu, mama yetu mzuri Veronica Lwakisumbwa. Ni askofu wetu mkuu wa makanisa yetu ya TGCI kokote kule yaliko Tanzania nzima na ulimwenguni kote. Kwa hiyo karibuni sana 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 sana. Mama huyu anatumiwa kwa ishara, miujiza na maajabu Bwana anavyotenda kwake. Ukifika utajionea mwenyewe. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili ya watu wenye shida, wenye magonjwa yaliyoshindikana, wenye mateso, wameteswa na nguvu za giza na uganga na uchawi na ushirikina. Kwa ajili ya maombi haya, Yesu anakwenda kukufungua. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, wewe ndiwe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ni wakati mwingine tena Bwana, niko mahali hapa kuziwakilisha mbingu na wakilisha ufalme wa mbinguni Baba yangu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu anayetenda mambo ya ajabu makubwa mno ya kushangaza katika dunia hii. Baba, nyosha mkono wako kawaguse watu wenye shida mbalimbali, watu waliofungwa na nguvu za giza, watu waliofungwa na mateso na magonjwa, watu waliofungwa na magonjwa yaliyoshindikana kama kansa, kisukari, kifua kikuu, ukimwi. Bwana Yesu, ndani ya mioyo yao sai ninapoomba kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, magonjwa, sikia neno la Bwana. Ninakuamurisha kwa jina la Yesu, toka ndani ya mama huyu, toka ndani ya kijana huyu, toka ndani ya kaka huyu, toka ndani ya baba, toka kwa jina la Yesu. Baba huyu ana magonjwa, ukimwi, ninakuamurisha. Una masikio unanisikia, una miguu unatembea, una mikono unashika, mahala uliposhikilia na kuamurisha toka chia. Mahala ulipo simama na kuamurisha toka, ondoka mahala pale kwa jina la Yesu. Na midama unakula mahala unapongata na kuamurisha chia kwa jina la Yesu. Mahala ulipo una masikio unanisikia, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka ndani ya baba huyu, toka ndani ya mama huyu, toka
toka ndani ya kijana huyu, toka ndani ya binti huyu, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Magonjwa yote ninayaamrisha yarudi upande wa kushindwa, kwenye mashimo ya giza kusikokaliwa na watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, natangaza nguvu ya uponyaji, natangaza uzima. Pokea uzima baba, pokea uzima mama. Hautakuwa na kansa tena, hautakuwa na kisukari tena, hautakuwa na ukimwi tena, kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Hautakuwa na magonjwa tena, maana Yesu alimaliza pale msalabani. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai, uwe mzima na mwenye afya njema. Kuanzia leo pokea uzima kwa jina la Yesu. Bwana akutunze, akuangazie nuru ya uso wake, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana wote mlionisikiliza. Usisahau mahubiri haya yanapatikana katika YouTube, WhatsApp, mtandaoni, kila mahali utakapoingia. Mahubiri haya utayapata kwa njia ya Furaha Family Band. Utayapata kwenye hiyo akaunti yangu. Ingia, like, share, ili tuweze kumhubiri Kristo pamoja. Mungu awabariki. Amen.